Kwa majina naitwa Dr. Rajab Mabruki Bakari. Ni daktari wa afya ya akili na dawa za kulevya. Nafanya kazi katika kitengo cha waraibu wa dawa za kulevya MAT Clinic katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo. Siku ya leo tunaelezea nini maana ya dawa za kulevya na madhara ya dawa za kulevya, na pia tutaangalia dawa ya kulevya aina ya heroin ambayo ndio hasa tunaitibu katika kitengo chetu cha methadone hapa Bombo hospitali. Tutaangalia madhara yake ni yapi. Kitaalamu, dawa za kulevya ni kemikali au kitu chochote ambacho kinatumiwa na binadamu kwa njia mbalimbali kama kuvuta, kunusa, kumeza kwa maana ya kunywa au kuvuta puani, ama kujidunga kwa njia ya sindano, ambayo huathiri mfumo wa fahamu, kwa maana huathiri ubongo wa yule mtumiaji na kusababisha mabadiliko ya akili, hisia, tabia na mwili wa yule mtumiaji. Kwa maana mtu akitumia dawa ya kulevya inakwenda mpaka ikishafika kwenye ubongo, kwa sababu ubongo wa binadamu ndio una control kila kitu. Kwa hiyo akishatumia ile dawa ya kulevya, athari anayoipata, akili yake inaathirika, haiwi sawa kama mtu ambaye hatumii dawa za kulevya. Hisia zake zinaathirika na mwili wake pia kwa ujumla unaathirika. Kwa ujumla dawa za kulevya zimegawanywa katika makundi makuu matatu. Kuna dawa ya kulevya ambayo kitaalamu zinaitwa stimulant au kwa lugha nyingine ni vichangamshi. Tutakuja kuona mifano yake. Hiyo aina ya dawa ya kulevya mtu akiitumia huwa anachangamka kuliko kawaida, au mwili unaongezeka nguvu kuliko kawaida. Kwa maana huongeza kasi ya ubongo jinsi gani unavyofanya kazi. Mfano wa hivyo vichangamshi ni kama dawa ya kulevya aina ya cocaine na nicotine. Tukizungumza nicotine tunazungumzia ugoro, sigara na kundi la namna hiyo. Vile vile dawa nyingine ya kulevya ambayo ni kichangamshi ni mrungi. Kitaalamu wanaita kat. Ingaje mirungi nayo ziko jamii nyingi, kuna ile wanaita mongoka siku hizi na kuna ile miraa. Kwa hiyo ni majani lakini yanatofautiana. Hivi ni miongoni mwa dawa za kulevya aina za vichangamshi ama stimulant. Vile vile kuna kundi la pili la dawa za kulevya ambao kitaalamu zinaitwa vipumbaza ama depressants, au lugha nyingine unaweza kusema kwa Kiswahili vile vile ni vitulizo. Hii hupunguza kasi ya ufanyaji kazi wa ubongo. Mtu akitumia aina ya dawa kulevya hiyo anakuwa mpole, analala ikibidi, analala, anapata usingizi. Mfano wa dawa za kulevya aina ya vipumbaza ambazo ni depressants ni mfano ni pombe. Aina zote kwa ujumla. Mtu anapokunywa pombe anakuwa analewa, anakuwa hana nguvu, anajisikia anapumbaa, mwisho wa siku pia analala. Aina nyingine ni heroin ambayo tumesema tutakuja kuizungumza mbele kwa sababu ndio hasa ambao tunaitibu hapa katika kitengo chetu cha MAT Clinic. Nyingine ni dawa ambayo pia ni dawa inatumika kwa matibabu, Valium au diazepam. Ni dawa kundi la vipumbaza au vitulizo, kwa maana mtu akitumia hiyo dawa basi anapumbaa na anaweza kulala kupata usingizi. Aina nyingine zinaitwa viletanjozi, hallucinogens, viletanjozi au jina jingine la kitaalamu zinaitwa psychedelics. Huyu mtu akitumia aina hii ya dawa za kulevya, kwa maana rahisi tunaweza kusema kwamba ni mtu anaota akiwa bado yuko macho. Yaani yuko macho lakini ana kama vile wewe unavyoota njozi. Kwa maana mtu anaweza akawa yuko hapa eneo la Bombo lakini anajihisi yuko South Africa au yuko Marekani au yuko sehemu nyingine. Kwa hiyo mifano ya dawa hizo za kulevya ambazo ni viletanjozi, hallucinogens, ya kwanza ni bangi au kwa lugha ya kitaalamu inaitwa cannabis, THC. Na bangi kama tunavyojua sasa hivi limekuja kundi lingine la bangi ambao wanaita skunk. Hii kitaalamu ni bangi ambao ni hybrid. Kama tunavyojua mimea hii inafanywa hybrid. Nadhani tunafahamu kuna maembe ya kawaida
na maembe ya kisasa. Kwa hiyo yale ya kisasa yanakuwa makubwa, yanazaa kwa haraka na kwa muda mfupi. Kwa hiyo skanka ni bangi vile vile inalimwa, lakini yenyewe imefanywa hybrid, inaota haraka na inazaa majani mengi na zile mbegu kwa wingi, ambavyo ndio vinavyotumika kuleta ulevi. Kwa hiyo dawa ya kwanza ambayo ni aina ya vileta njozi ni bangi, na kuna dawa nyingine inaitwa LSD. Hii inatumika hospitalini wakati mwingine. Hii ni miongoni mwa dawa ambazo ni vileta njozi. Dawa nyingine ni dawa zile za usingizi zinazotumika kwa ajili ya kufanyia operation, kama dawa aina ya morphine, codeine na heroin. Pia wakati mwingine inaingia katika kundi la vileta njozi. Kule tuliona ni kipumbaza, lakini pia ni kileta njozi. Morphine, heroin na codeine ni contents ambayo inapatikana zaidi pia kwenye dawa hizi za kifua tunazotumia kama Coflin, Codril, Good Morning, Mucolin. Na baadhi ya nchi kama Nigeria kule wanaziabuse. Unaweza kukuta mtu anakunywa vichupa vya Coflin 5 kwa mpigo kwa wakati mmoja. Hiyo mwisho wa siku anapata hiyo situation ya hallucinogen, kupata njozi, kuota vitu ambavyo si vya kawaida. Dawa nyingine wanaita mushroom, lakini mushroom ni uyoga, lakini sio uyoga ambao watu wanatumia kula. Hiyo ni mushroom maalum, ni uyoga maalum ambao ni dawa ya kulevya, pia ni katika kundi la dawa za kulevya ambazo tunaziita ni vileta njozi. Kimsingi hizi ambazo tumesema ni dawa zinatolewa kwa vipimo maalum. Kwa hiyo mtu akizidisha dozi au akizidisha kiwango kama hizi zile dawa, ndio anaweza akaingia kwenye hilo tatizo la uraibu, kama nilivyoelezea pale kwamba yule ambaye wale kule wa Nigeria walivyokosa hizi dawa za kulevya nyingine, wakawa wanachukua hizo dawa za hospitalini kama Coflin na Codril na kuzitumia kwa wingi. Kwa hiyo mwananchi wa kawaida anatakiwa anavyoandikiwa dawa hospitalini atumie kwa utaratibu ule ule ambao ameelekezwa na madaktari. Sawa. Madhara ya dawa za kulevya, dhara la kwanza kabisa ni uraibu, ile addiction. Kwa maana ukitumia kile kitu unakuwa mtegemezi sasa wa kile kitu, ama kwa lugha nyingine wewe unakuwa ni mteja. Uwezi kukaa au kuishi bila kutumia kile kitu, na pia unafika hatua ukitaka kukiacha uwezi. Lakini huu uraibu kwa lugha nyepesi, tuna kipimo cha psychology, tunatumia herufi 3, tunatumia neno cage. C ni cut down, A ni anoid, G ni guilty, E ni eye opener. Kwa maana mtu ili kujua ni mraibu utamuuliza, ulishawahi kujaribu kuacha kuvuta sigara au kuvuta bangi au kunywa pombe ukashindwa? Atakwambia ndio, niliwahi kuacha lakini baadaye nimerudia tena. Ina maana kitendo cha cut down ameshindwa. Alafu anoid ni ile swala kuwa watu wanakuzungumza kwamba bwana, matumizi yako ya kitu hiki yamezidi, hebu jaribu kuacha. Kwa atakwambia hivyo. Au ile A tunasema anoid, unaweza kusema admit. Je, mwenyewe ana admit kwamba kile kitu anakitumia mpaka kinapita kiasi, hata akitaka kuacha anashindwa? Ana admit kwamba na ile ni tatizo. Guilty ni kujutia. Je, alishawahi kujuta kutokana na matumizi ya pombe ama bangi ama heroin au hiyo mirungi? Atakwambia najutia matumizi yangu ya fedha, najutia nimeshawahi kupata kesi kwa sababu ya ulevi, au nimeshawahi kugombana na watu, nimeshawahi kukataliwa na mwenza wangu, au nimeweza kuachika kama ni mwanamke, nimewahi kugombana na family. Hiyo ni guilt. Na hii ambayo ni eye opener ni mtu anakuambia bila kutumia hii nahisi kama sijafumbua macho, yani sijachangamka. Kwa tatizo la kwanza la dawa za kulevya ni uraibu, na tatizo la pili ni magonjwa ya akili. Kama tulivyoona kule mwanzoni kwamba matumizi ya dawa za kulevya yanakwenda moja kwa moja kuathiri ubongo wa binadamu na kubadilisha utendaji kazi wa ubongo. Cognition zile zinakuwa altered, neurotransmitters zinakuwa altered, dopamine, acetylcholine na nyinginezo. Kwa hiyo mwisho wa siku huyu mtumiaji wa dawa za kulevya anaweza akapata tatizo la afya ya akili kama ugonjwa wa schizophrenia, depression, bipolar disorder na kadhalika. Tatizo la pili la dawa za kulevya ni magonjwa ya mwili. Kwa dawa za kulevya tunavyotumia zinaathiri kwanza zaidi ini, kwa sababu zinakuwa digested kama tunavyoona pombe kali na nini. Kwa hiyo ini la yule mtumiaji linaweza kupata madhara,
mapafu ya mtumiaji yanaweza kuathirika na moyo wa mtumiaji dawa za kulevya unaweza kuathirika, kwa mwisho wa siku akapata magonjwa ya moyo. Madhara mengine ya dawa za kulevya ni uhalifu. Nadhani hili watu wengi wanalifahamu. Watumiaji wa dawa za kulevya wengi ni wahalifu na waharibifu wa mali. Ni kushuka kwa uwezo wa kazi. Yani kazini yule mtumiaji wa dawa za kulevya utendaji wake utashuka, na kama ni mwanafunzi kwa ngazi yoyote, iwe shule ya msingi, iwe sekondari, iwe vyuo na elimu za juu kwenye masters na PhD huko, pia utendaji kazi wake katika kazi na viwango vyake vya elimu vitashuka. Atashindwa kuperform vizuri na kuatendi vizuri kwenye masomo na kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa ujumla hayo ndio madhara ya dawa za kulevya. Yapo mengi lakini tumetaja yale makubwa muhimu. Baada ya kusema hayo, sasa tuende tukaone dawa ya kulevya aina ya heroin, madhara yake hasa makubwa ni yapi? Kama tulivyosema mwanzoni, heroin ni aina ya dawa za kulevya kundi la opioids, ambao katika opioids ziko hizo heroin, hata ile dawa hospitali, dawa inatumika hospitalini kama tramadol pia ni opioids, ambayo sasa heroin wanatumia kwa njia kama tatu watumiaji. Anaweza akatumia kwa kuvuta kama sigara, anaweza akatumia kwa kusniff, kuvuta kwenye pua, na anaweza akatumia kwa kujidunga kwa kutumia sindano. Sasa madhara makubwa ya matumizi ya heroin, kwanza kabisa ni magonjwa ya moyo, magonjwa ya ini, mapafu, figo na kadhalika. Kwamba zile vital organs zote za mwili zinaweza kuathirika mpaka bandama na kadhalika. Kwa hiyo mtumiaji wa dawa za kulevya ndani ya muda mfupi tu atakuja kujikuta kwamba ini lake limeshindwa kufanya kazi vizuri, moyo, mapafu, figo na kadhalika. Madhara mengine makubwa ya matumizi ya dawa za kulevya ni maambukizi ya VVU, kwa maana virusi vya ukimwi, homa ya ini na TB. Na hii VVU na homa ya ini wanapata zaidi kwa sababu wanashare. Kwa wale wanaojidunga zaidi wanatumia syringe ile kujichoma mtu zaidi ya mmoja, kwa hiyo inapelekea wao kuweza kupata virusi vya ukimwi zaidi. Lakini pia mazingira wanaokaa ni hatarishi, na wengine pia ambao wanatumia hizi dawa za kulevya wanakuwa wanajiuza kwa upande wa wanawake, na upande wa wanaume wanakuwa wanafanya ngono zembe. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kupata magonjwa ya ukimwi, homa ya ini na TB. Ni kutokana na maisha, wanaishi kwenye mageto, wanatafuta maeneo ambayo ni ya maficho, mara nyingi hawataki hata kuwe na dirisha, wanakuwa humo ndani wanarundikana, wanatumia hizo dawa za kulevya. Heroini zikitumika pamoja na pombe husababisha kifo, wanapata overdose, kwa mtu anaweza akafa ghafla, akaanguka tu akafa. Kwa hiyo madhara mengine ya heroin ni kwamba ukiichanganya na pombe basi inaweza kusababisha kifo cha ghafla. Madhara mengine ya matumizi ya dawa za kulevya aina ya heroin ni arosto, yenye maumivu makali, homa na kadhalika. Ili neno arosto imekuwa ni maarufu, ni ile hali mtu ambayo inamtokea endapo hajatumia heroin zaidi ya masaa 8 au 6. Kwa maana inategemea, kwa mara nyingi akitumia heroin inaweza kukaa mwilini masaa 6 ama 8 ikawa imeisha. Sasa ukipita ule muda ndio anapata hiyo kitu wanaita arosto, ambayo inamsababishia maumivu makali, anaweza akatetemeka, akapata homa, jasho likamtoka, na asipopata huduma au ile dawa tena inaweza ikapelekea hadi kifo. Kwa hiyo arosto nalo ni tatizo, wanakuwa na arosto, wanalitumia hilo neno na arosto, kwa hiyo wanapata arosto. Na arosto ina maana pana kwamba yule mraibu anaweza akapata vitu vingi sana kwenye mwili wake kwa kosa ile dawa za kulevya. Mwingine anaweza kama hivyo akasikia homa, akatetemeka, mwingine anahisi anatambaliwa na wadudu, unakuta muda wote labda anajigusagusa kwenye mwili kama anajipangusa hivi. Anaweza akaharisha, akaumwa na kichwa, akaumwa na tumbo, akapata maumivu ya viungo. Hizo zote ni sampuli za arosto. Anaweza akatapika pia kwa sababu ya arosto, ya kukosa heroini kwenye mzunguko wake wa damu. Madhara mengine ya matumizi ya dawa kulevya aina ya heroin ni mtu anayetumia heroin hupunguza hamu ya kula chakula, kwa anakuwa hawali, asikii hamu ya kula chakula, wanakula vibaiti tu, biskuti, wanakunywa visoda, kwa mwisho wa siku wanakonda.
Lakini madhara mengine ni kupunguza umakini na kusababisha ajali, hasa kwa wale ambao wanaendesha vyombo vya moto zikiwemo pikipiki, magari na kadhalika. Mtumiaji wa heroin anakosa umakini, anakuwa hajatulia, kwa hiyo ni rahisi sana kusababisha ajali. Madhara mengine ya matumizi ya dawa ya kulevya aina ya heroin ambao ndio tunaitibu hasa hapa katika kitengo chetu, tunawasaidia wanaotumia heroin na tramadol. Hizi tramadol wengine walipewa kwa matumizi ya matibabu ya kawaida, lakini wakazitumia kinyume na maelekezo ya madaktari, ikawaletea addiction. Kwa hiyo ndio tunawatibu hapa zaidi. Kuhusiana na watu wa bangi, pombe na nini, tunawatibu kwa njia nyingine, tuza kuwasaidia kufanya counseling na kuwashauri, lakini hatuna dawa specific hapa ya kuwapa kama substitute kama ilivyokuwa hii methadone. Madhara mengine ya matumizi ya heroin ni kukosa choo. Vyoo vyote viwili, kikubwa na kidogo. Mtu anaweza kukaa siku 3 hadi 4 hajapata choo. Na wakati mwingine anakula chakula na anakunywa lakini anakosa choo. Mwisho wa siku anaweza kupata magonjwa mengine kama obstructive utumbo kujikunja au kuziba na kadhalika. Madhara mengine ni mishipa ya damu kusinyaa. Mishipa ya damu inasinyaa kiasi hata kitaka kupewa huduma, mfano kama za kukwea drip, inakuwa ni shida, na utendaji wa kazi wa mwili unakuwa na shida kwa sababu mishipa ya damu imesinyaa, damu haipiti vizuri. Mwisho wa siku itapelekea kuweza kupata ugonjwa wa shinikizo la juu la damu, hypertension. Madhara mengine ya matumizi ya dawa kulevya aina ya heroin ni kuoza kwa meno. Wanaoza meno waraibu, iwe anavuta, iwe ana sniff ama anajidunga, lakini inaathiri meno. Vile vile madhara mengine ya matumizi ya dawa za kulevya ni mtu kushindwa kutimiza yale majukumu muhimu ya nyumbani kwake yeye mwenyewe na kwa wengine. Huyu mraibu anakuwa hawezi kupata muda akaoga, akafua nguo zake na akasafisha anapoishi kwa maana ya nyumba na kutekeleza yale majukumu mengine na mahitaji ya nyumbani. Kazini vile vile hawezi kutekeleza majukumu kwa sababu ya dawa ya kulevya anayotumia. Ikiisha tu mwilini inamfanya anatoroka, anaenda kutafuta hela au anafanya chochote ili apate hela aweze kununua tena hiyo heroin. Kwa wanafunzi wao wanafeli kwenye masomo, na mwisho wa siku pia inasababisha kuwa wahalifu kwa sababu wanahitaji wapate dawa ya kulevya muda wote. Vile vile madhara mengine ya dawa za kulevya ni uhalifu kama wizi, rushwa na ugaidi kabisa, kwa sababu watumiaji wa dawa ya kulevya wanahitaji kufanya chochote muda wowote na mahala popote ili mradi tu mtu apate hela aweze kutumia dawa za kulevya. Kwa hiyo ndio hawa wanaweza kaingia kwenye magenge ya mabaya. Kama ni mtumishi anaweza kuchukua rushwa ili aweze kupata fedha, na kama ni kijana ana kazi anaweza kaingia kwenye makundi ya ugaidi na wizi wa aina nyingine kama kutumia silaha na kutumia nguvu na kadhalika. Vile vile madhara mengine ya matumizi ya dawa za kulevya ya heroin ni kuweka vitu rehani ikiwemo watu. Kuna taarifa kama umeshawahi kuzisikia, unasikia mtu ameenda kuwekwa bondi sehemu, mtu anampeleka binadamu mwenzake India huko unakopatikana dawa za kulevya ili abaki kama dhamana, apewe dawa za kulevya aje kuuza huko na nini, alafu dhamana ni yule mtu ambaye amemwacha kule. Asipolipa basi watafanya wale wanachofanya, watachukua kama ni figo zake, maini yake na vitu vingine. Lakini ni madhara hayo ambao kabla ya matumizi ya dawa za kulevya vitendo vya namna hiyo vya kuweka binadamu bondi, kuweka rahani, ilikuwa havipo. Wanaweka bondi kwenye nchi nyingine ambazo wanaenda kufuata dawa za kulevya. Madhara mengine ya matumizi ya heroin ni mzunguko wa fedha haramu. Kunakuwa na ongezeko la fedha haramu katika mzunguko wa fedha. Vile vile inasababisha mfumuko wa bei. Wakishauza dawa za kulevya wanakuwa na hela. Kwa kitu hata kama kinauzwa bei ya kawaida, yule wanamuita mzungu wa unga au mfanya biashara dawa za kulevya anaweza akakinunua yeye kwa bei yoyote ile. Kwa hiyo kunakuwa na mfumuko wa bei. Madhara mengine ya matumizi ya dawa za kulevya aina ya heroin ni kuharibu ujauzito au kuzaa mtoto akiwa chini ya miezi 9, kwa maana anazaa watoto njiti na mimba zinaharibika. Pia ni wale waraibu wa kike mara nyingi wanapata hizo shida.
Kwa hiyo tunaweza tukaona kuna wimbi la wamama wengi wanazaa watoto njiti. Inabidi tuchukue historia vizuri tuone, unaweza kuwa mama huyu wakati ni mjamzito alikuwa anatumia dawa ya kulevya aina ya heroin. Madhara mengine ni watoto wanadumaa na wengine wanakufa mapema. Kuna vifo vya watoto chini ya miaka 5 inaonekana vinaongezeka, lakini miongoni mwa sababu ni baadhi ya wanawake ambao wanatumia dawa za kulevya hasa aina ya heroin, wanazaa watoto ambao wamedumaa na wanakufa mapema, kusababisha kuzaliwa watoto njiti na watoto waliodumaa. Kwa maana mama au binti ambaye anatumia dawa za kulevya ana uwezekano mkubwa wa kuzaa mtoto ambaye ni njiti, hajatimia. Anazaliwa mtoto kabla hajafikisha miezi 9, mara nyingi miezi 7, na vile vile mimba zinaweza kuharibika. Mabinti wengi au wamama mimba zinaharibika kwa sababu ya matumizi ya dawa za kulevya. Pamoja na sababu nyingine, lakini matumizi ya dawa ya kulevya aina ya heroin pia yanachangia tatizo hilo. Tatizo jingine ni vifo kwa kuzidisha dozi. Kwa maana ile heroin anavovuta au anavojidunga au anavosniff kwenye pua, anatakiwa kuna kiwango maalum. Akizidisha hapo inaweza kumsababishia kifo. Kwa pia vijana wengi wanapoteza vifo na wanapata vifo vya ghafla kwa kuoverdose. Kwa maana alitumia heroin kinyume na uwezo wa mwili wake, inamsababishia kifo. Lakini madhara mengine ni umaskini kwa mtumiaji wa dawa za kulevya, familia na taifa kwa ujumla. Hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Tanga ya Bombo ina kituo maalum ama kitengo maalum cha MAT clinic, au kwa lugha nyingine inaitwa methadone clinic. MAT maana yake ni medical assisted therapy ama treatment. Ni huduma ambayo ya dawa ya kumsaidia mraibu kuweza kuacha dawa za kulevya. Kwa hiyo utaratibu ambao tumeuweka, tuna flow chart ya utoaji wa huduma za MAT clinic zote Tanzania na ikiwemo ya Bombo. Kwamba hatua ya mwanzo ni kwenye community, kwenye jamii, mitaani huko, vijiweni, maskani, mageto huko Dipsy na sehemu nyingine. Kuna waraibu ambao wameshapewa mafunzo, wao wanaenda kwenye maeneo ya watumiaji wa dawa za kulevya, kwenye vijiwe vyao vile wanakojificha, kama hapa Tanga maarufu sehemu kama Dipsy, kule baharini Kasera na maeneo mengine. Wanaenda kuwaibua, wanazungumza nao kuhusu madhara ya dawa za kulevya, madhara ya ukimwi na kadhalika. Baada ya kushakubali, kuna asasi ambazo zimeanzishwa mitaani, zimesajiliwa na serikali. Ndio kuna watu ambao tumewapa mafunzo, wanaenda kuwatafuta wale waraibu. Wakishawapata, wanawapa mafunzo ya wiki 2 kuhusiana na madhara ya dawa za kulevya, madhara ya ukimwi na kadhalika. Wakishamaliza hapo, wakiwapa mafunzo, wakishaelewa, wanawaleta hapa Bombo kwenye kituo chetu cha methadone. Wanaanzia sehemu ya mapokezi, reception na medical record. Wakifika pale watasajiliwa, watafunguliwa mafaili. Wakimaliza hapo, wanakwenda kwenye nursing station, nursing counselor. Wakifika kwenye ofisi ya manesi pale, kitakachofanyika ni kusajiliwa tena na kufanyiwa vipimo vyote muhimu. Kupimwa matumizi ya dawa za kulevya, kiko kipimo maalum cha UDS ambacho kinatumika kuangalia huyu mraibu ni aina gani za dawa za kulevya anazotumia. Kina uwezo wa kugundua dawa karibia 8 mpaka 7. Kuangalia heroin, kuangalia bangi, kuangalia tramadol, kuangalia hiyo morphine, cocaine na kadhalika. Baada ya kumaliza hapo, anapimwa vipimo vingine vile vya msingi vyote, vital sign kama pressure, kupimwa HIV, kupimwa ufanyaji kazi wa ini, figo na kadhalika. Atapimwa na TB, anafanywa kipimo cha full blood picture. Akishamaliza hapo, anachukuliwa vital sign kwa kuangalia pressure, sukari na kadhalika. Baada ya kutoka kwenye ofisi ya nursing counselor, anapitia ofisi ya social worker officers. Huko alikotoka kwenye jamii ana matatizo gani, ana shida gani na ana uwezo gani wa kuweza kujikimu yeye kimaisha. Na hapa pia ndio atapewa elimu vile vile kuhusiana na yeye madhara aliyopata ya kijamii ya matumizi mabaya ya fedha kwa kutumia dawa za kulevya.
social workers officer atazungumza naye kuweza kujua alikuwa anatumia dawa za kulevya kiasi gani kwa siku na anatumia shilingi ngapi kwa siku. Na hii inamsaidia mwisho wa siku mwingine anakuja kugundua kwamba kila siku alikuwa anatumia 100,000 ama zaidi. Clinician daktari atatake history kwa ujumla, history taking generally from head to toes, yani kumuuliza history taking kwa ujumla yote kuhusiana na afya yake ya mwili na kadhalika, na historia ya dawa za history taking ya dawa za kulevya, history taking ya afya ya akili. Hivyo vitu vyote atavifanya daktari pamoja na kumpima, kumfanyia physical examination. Akishamaliza hapo daktari then na kuona yale majibu ambayo alipimwa kule kwenye nursing station kwa counselors kule, then daktari sasa ataanza kumpatia matibabu ikiwemo dawa ya methadone kwa ajili ya kumsaidia kuacha heroin, na kama ana magonjwa mengine kuanzishia matibabu pia moja kwa moja kama ana tatizo la afya ya akili na kadhalika. Na daktari pia ataona kama ana shida nyingine kubwa zaidi, atamrefer within the hospital. Kuna referrals za ndani, atampeleka kama anahitajika kupelekwa kule kwa madaktari bingwa au emergency, atafanya rufaa ya kumpeleka ili aweze kupata matibabu. Baada ya kumaliza hayo, daktari akishamwandikia cheti cha kutumia dawa ya methadone, atakwenda kwenye ofisi ya pharmacist kwenye pharmacy. Pale pharmacy atapewa dawa yake ya methadone na ataruhusiwa kurudi kwenye jamii, kurudi nyumbani ili akaendelee na shughuli za kawaida, na atakuwa amepewa tarehe nyingine ya kurudi kwa daktari.